ili yeye aliye mmoja apate kusimama. Sasa katika kazi tunawaona watatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa katika unyambulisho hapa, labda tuzungumzie Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Mwana tunaelewa ni Kristo mwenyewe. Roho Mtakatifu tunaelewa sifa zake ndio hizi ambazo tunazinadi hapa, tunazileta kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba maana yake ni mamlaka. Ile mamlaka, neno lake, yani aliyoandikwa, hayawezi kubadilishwa na mwingine, bali ni yeye mwenyewe kama anavyotaka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akaita mamlaka ile Baba, kwa sababu katika Isaya 45 anasema yeye hajui kama yuko mwingine, hajui wala haitatokea, hatambui kama yuko Mungu mwingine. Sasa ukienda pale unaweza ukaona kumbona mambo yanachanganyana. Lakini ukirudi kwenye kazi utamuelewa Roho Mtakatifu ni nani, utamuelewa Baba ni nani. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hata wewe hapa uwe mama, nguvu yako ni nani? Hapana. Uwe mama, nguvu yako ni nani? Mungu. Ni baba nyumbani, mume wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mume ndio nguvu, kwa sababu ndio anaofanyaje, anayepanga, na mshauri ni wewe mama. Sasa neno la Mungu ndiye nguvu ya Mungu, kwa sababu ndio mustakabali wa yeye awe Mungu, yeye ahubiriwe, yeye atukuzwe. Amen. Kwa hiyo akaandaa neno lake, akaliita Baba. Mamlaka hiyo, yeye ana mamlaka. Kama asikiavyo ndivyo anavyofanyaje, ndivyo atakavyohukumu. Sasa asikie wapi kama haikuandikwa? Ndio maana tukaonywa katika Ufunuo 22, usipunguze neno wala usizidishe neno, ukaja ukapata mapigo ya unabii wa kitabu hiki. Ukisoma pale 22:18 utapata ufunuo pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya yote analinda uungu wake, haya yote anataka kukaa na viumbe vyake ili aonekane kwamba yeye ni Mungu na anavihudumia viumbe vyake kama vile alivyotuhudumia sisi kanisa, kutupa Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha. Sasa katika hilo tunaona tena nguvu ya Roho Mtakatifu kwetu sisi. Tusomee Matendo 5:3-4. Matendo 5 sura ya mstari wa 3 na wa 4 unasema, Aha. Petro akasema, Ndio. Anania, Ndio. kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuona jinsi gani Petro alivyofurika Roho Mtakatifu, yani muongozo wa Mwenyezi Mungu undani yake. Anajielewa, anaelewa, na akakaa katika muongozo ule kisawa sawa. Sasa mtu mwenye makosa ambaye ndani yake Roho wa Bwana hakupata nafasi, akaonekana na yule ambaye amejazwa Roho Mtakatifu, yani Petro. Anania anakuja na uongo wake kumdanganya Petro, akimuona kama ni mwanadamu. Sasa ili uelewe kwamba kweli Roho wa Bwana ukaa ndani yetu, Bwana alisema kweli. Mtazame Petro, kamuelewa vipi Anania na mke wake Safira? Aliambiwa na mtu? Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio roho ambayo inawakalia manabii. Ndio roho inayomuongoza mtume katika kuhubiri, kupanga mambo yake ya kuhubiri, kupanga safari zake. Amen. Inafunua Roho Mtakatifu kazi yake, kufunua, kuweka weredi, kuongoza katika msingi ambao Kristo Yesu anatambua hivyo. Amen. Amen. Ndio maana hana mawaa. Yeye amesimama sawa sawa. Ndivyo alivyo, amerekodi mambo yote ya Bwana yako kwake, na Bwana akamwamini, akampa yote ili kuongoza kanisa lake. Sasa tunayaona hapa. Petro akamtambua Hanania anakuja na uongo. Lakini nini kilichomfanya aje adanganye? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kilichomfanya aje amdanganye Petro ni kwamba roho ambaye ni shetani akapata nafasi, akamuingia Hanania. Mungu ni mwema Kila wakati. Kumbe inawezekana bodi yako ikatumika kimsingi kama hatari za kiroho zikiwa zimekuangukia, au Mungu Mwenyezi anavyotaka kutumia kwa namna yake mwenyewe, akawa Roho wa Bwana akakaa kwako. Mungu ni mwema. Kila wakati. Tutaona hapa mbele sisi miili yetu ni nini. Imeandikwa, tutasoma kuna maandiko zaidi ya mara 3 hapa ili kuthibitisha. Amen. Amen. Kumbe Hanania akaingiwa na shetani,
sio roho wa Mungu. Alivyoingiwa na shetani, Hanania akapelekewa kusema uongo. Amesema uongo gani? Msomaji, tuendelee. Roho Mtakatifu. Na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako. Sawa. Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ndio. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona? Huyo mtu aliyojazwa Roho Mtakatifu, aliyefurika Roho Mtakatifu, anakwambia habari kama hiyo, kwamba Hanania, hukumwambia mwanadamu uongo, hukumwambia Petro uongo, bali ulimwambia Mungu Mwenyezi. Ikiwa na maana aliyemfunulia Petro anaishi ndani ya Petro. Amen. Kwa hiyo habari za uongo zilimkuta Roho Mtakatifu mahali pake. Hanania tunaambiwa aliangamia. Hanania akapoteza maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Akapotea kwa sababu ya tamaa ya dunia hii. Kwa hiyo mpe nafasi Roho Mtakatifu akae kwako, ili Roho wa Bwana apate kukuongoza katika faida za uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naeleweka Amen. Yeye ndiye mwenye lile daraja la kutushika mkono na kutuvusha twende mbinguni. Ndiyo mwenye adhama zetu zote ambazo tunatakiwa kuzifanya kwa Bwana. Yeye ndio kiongozi, ndiye mwalimu mkuu aliyeaminiwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapoona haya, tunayasoma matakatifu ambayo yanatufanya tuwe wa Kristo, tusio na mawaa. Anatuambia tena katika habari za Wakorinto wa kwanza 6:11, utakwenda mpaka mstari wa 19. Pale utaruka 11 utakwenda 19. Msomaji, leti habari. Wakorinto wa kwanza 6:11. Sawa. Unasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa. Ndio. Lakini mlitakaswa. Ndio. Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Simama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wengine mlifanana na Hanania, waongo, washirikina, watu wa majungu, watu wanaopenda vita, wanaotazama mwenzake kashika nini achukia, amseme, amfyolee. Watu ambao mna mambo ya kuweza kutazamia kwa kupiga alamri. Wewe huwezi kwenda bila kuwa na senta habari. Huwezi ukakaa bila kuwa na pepo la chuma ulete. Wewe ulikuwa sio miongoni mwa watu ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini baada ya kuacha hayo na kukaa katika msingi wa kimungu, sasa umeoshwa, umetakaswa. Sasa unaelekezwa katika utukufu wa Mungu. Ya kale sasa yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekuwa kiumbe mpya. Roho Mtakatifu ndio kazi yake kwako. Ndio sababu ya wewe kuitwa mwana wa Mungu. Ndio sababu ya wewe kuitwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ndio sababu ya kuitwa wewe nabii wa Bwana. Ndio sababu ya kuitwa wewe mwinjilisti au mtume wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeoshwa, sasa umekwisha kuoshwa. Na ile kweli inakaa ndani yako ambaye ni Roho wa Bwana. Amen. 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 Endelea. 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Sawa. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunakatazwa hapa mstari ule wa 19. Nirudie tena hapa, Wakorinto wa kwanza 6:11 na mstari wa 19 kwa wale ambao watatufuatilia, usije tukakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana watu wanapenda neno sasa hivi, watu wanataka neno. Ndio lazima tusimame hapo. Mungu ni mwema. Kwa hiyo mstari wa 19 ndio nauzungumzia hapa, nasema hivi: je, hamtambui ya kuwa mwili wenu ni hekalu takatifu la Bwana? Sasa hapa
tunaambiwa tuache habari za mambo ya kuchanjwa, kusilibwa yale madawa meusi yale. Acha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunyweshwa yale mamvinyo ya kishetani ambayo yako dunia hii, unakula unaendelea na mambo ambayo sio sawa sawa. Mungu ni mwema kila wakati. Sisi kule kwetu Tanga, ukienda kule unakwenda unakuta kuna mfuko pale, unajua tumba gani ina asali na dawa na asali. Kwa hiyo unakwenda unakoroga pale, unalamba. Kosa lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ni watu ambao hawajaoshwa na kweli ya Bwana. Lakini tunaambiwa usifanyie mwili wako hivyo, kwa maana Roho wa Bwana hukaa ndani humo na kufanya kazi za Mungu. Hata unapokuwa unachafua mwili ule, unamfukuza kazi Roho wa Bwana. Na akitoka pale anatafuta mahali anakwenda kusikitika. Na anaposikitika yule ni hatari, maana huna radhi ya Mwenyezi Mungu. Tayari umelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya ndio mambo ya kuangalia sana. Haya ni mambo ya kuangalia. Usipende kuchezea mwili wako katika habari mbaya. Sisi kule utakuta mtu kavishwa pande jeusi, ndani yake ukifungua mule utakuta vitu vyeusi vimekaa. Sasa utalindwa na vitu vyeusi? Utalindwa na kitambaa cheusi? Unaonaje akili yako hapo? Ndio kutoja mili yenu, ndio kuchafua hekalu la Bwana. Au una tabia ya kuvaa nguo siku fulani, rangi fulani lazima uvae, kiatu rangi fulani, au usivae viatu. Mungu ni mwema kila wakati. Unafundishwa hivyo na yule Roho aliyomwingia Hanania, anakubadilisha. Usiwe mwanafunzi wa Yesu, usiwe mtoto wa Yesu, usiongozwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu asikae ndani yako, anakuchafua, anakufunga mapande. Utakuta mtoto kafungwa kwenye kiuno, eti kinga, au hawahi kutembea. Nani kakwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vitu ambavyo vinakasirikiwa na Mungu lazima tuvitambue ili tuviache. Tumeambiwa tueleze haja zetu kwa Bwana, tusemezane na Bwana, naye atatupa haki zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunafanya kinyume, tukitazama ya dunia hii ambayo yanaharibika, yanatupeleka kwenye shimo, tunakwenda kuangamia. Mungu ni wema. Kwa hiyo tusifanye hayo. Tazama tena Wakorintho wa kwanza 9:14. Waebrania 9:14. Sikiliza hapo napo. Leo ni siku ya Bwana Roho Mtakatifu. Lazima tumuelewe. Tunamfunua yeye. Mungu ni mwema. Na ukienda sawa sawa na aya hizi, ukifuatilia vizuri, leo ni mwingine. Leo unageuka. Leo utakuwa mtoto wa Mungu. Leo utakuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndani yake Roho Mtakatifu amefurika. Utakuwa ukionekana katika ulimwengu ule unaokuja. Tayari wewe umeshakata tiketi, unakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lete habari msomaji. Waebrania 9:14. Ndio. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, si zaidi kwamba Yesu alijitoa akamwaga damu. Sasa damu ni nini? Damu ni uzima. Ukisoma pale Kumbukumbu ya Torati 14 utapata pale, msile nyama na uzima wake, yaani damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo yeye alimwaga uzima wake, yaani akauona si chochote kwa ajili yako. Mpendwa, angalia sana. Utakaposomewa ile hukumu, vitaangaliwa vitu vya thamani vya kimungu, sio vya kwako wewe. Kama huna hata dalili, miongoni mwa wanaokwenda kwenye shimo la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuwa makini, tunahubiri hapa. Hapa ndio tunakwambia habari hizo. Hutasikia mahali pengine popote. Baada ya hapa duniani ni kwenye kiti cha hukumu. Baada ya kiti cha hukumu tunagawanya pale, njia panda pale. Wa kushoto watajua kushoto anakaa nani, na wa kulia watajua kulia anakaa nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo angalia sana mafundisho haya. Kama panahubiriwa mahali panyonge, lakini anaohubiriwa ni mfalme, Mungu mwenye enzi, mtakatifu wa watakatifu, mwenye sababu ya wewe kuwa salama, ndio anahubiriwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba tunayo sababu ya kukaa na Mungu. Kamwaga damu yake kwa ajili yako. Hiyo ni thamani. Anazungumzia personality. Kama yeye ana mali, mojawapo ni uzima wake kautoa kwa ajili yako wewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wewe unajali vipi? Umejipanga vipi? Unauelewa? Unajua kwamba unazo nyakati zinahesabika, tena zimkononi mwake, unaelewa? Akatoa uhai wake, damu imemwagika kwa sababu yako wewe. Na wewe umejipanga nini? Umekaaje katika mfumo ambao unajiweka sawa? Umejiweka tayari? Unasikiliza kama utatajwa jina, uko tayari? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uko tayari kumtumikia? Uko tayari kwenda kwake? Manake saa yoyote unaweza ukatajwa jina, njoo huku, tunasema umekufa. Au nenda pale ukafanye kazi ile, umekuwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ni mwema. Amen. Tunaona hilo. Endelea msomaji. Ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo dhamira ya yeye kutoa uhai wake ni thamani ya koko wewe ulionayo. Mungu aliumba jambo zuri sana. Kaumba mwanadamu ambaye yeye katika habari za utukufu wake alijaribu kufanya jambo la ajabu, akafanana na mwanadamu. Mungu ni mwema. Akamfuata mwanadamu. Thamani gani hii ambayo Mungu Mwenyezi alipata kutuachia sisi? Akakaa na sisi, akatulisha, na sisi tukamnywesha kwa matoleo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikaa na mwanadamu, sio na kiumbe mwingine yoyote. Sasa litazame hili. Ujio wake una thamani kubwa kuhusiana na wewe. Msomaji? Soma Zaburi ya 139, 7 mpaka 8. Zaburi ya 139, 7 mpaka 8. Inasemaje hiyo? Inasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unasema kuna chaka, ni usiku, ni majumba yenye mageti, ni mahekalu, ni makasiri, unaweza ukakaa humo, yamejazwa humo, usitoke nje hata mwaka mzima, kama zile siku za Herode aliyokuwa anatoka baada ya miaka 3 na anatoka. Sasa Mungu anakuambia hapa, huna sehemu ya kujificha, jicho lake linakuona. Hapa msomaji anatusomea, Daudi anasema, niende wapi ili nijiepushe na roho wako? Huna mahali pa kujificha, anakuona. Huna tendo la siri asilolijua, au akitaka ajue, akasoma moyo wako, akaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaelewa kwamba yule anataka kunitenda dhambi. Sasa kama ni miongoni mwa wale wanaohangaikia utukufu wa Bwana, utapata msaada wa Roho Mtakatifu. Atakuja kwako na kukuondolea tufani, halafu atakaa yeye pale. Mungu atapata kiumbe wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo huwezi ukajificha mahali yeye asikuone, au asiweze kutambua moyo wako una nia gani. Tazama tena. Niende wapi ni ukimbie uso wako? Sawa. Kama ningepanda mbinguni, wewe upo. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe pia uko. Wewe uko. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huwezi kumkimbia Bwana wako. Huwezi kufanya jambo la siri asipate kujua. Mawasiliano na wewe yalikwisha wekwa, bali wewe ukachagua kufanya dhambi na ukasimama mahali ambapo sio sawa sawa. Hivi ndio msaada wa Roho Mtakatifu ukapata kibali kuja kwetu. Amen. Amen. Tazama tena Mathayo 12:31-32. Mathayo 12:31 na 32 inasema, sawa, kwa sababu hiyo nawaambia, ndio, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uungu na utakaso na utakatifu wa Roho Mtakatifu ndio huo. Kuitwa Roho Mtakatifu ni kwamba hajui dhambi, wala hana mahali pachafu ambapo utamkuta. Ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa anatufunulia hapa Mtakatifu Mathayo au Mtume Mathayo, anasema kwamba endelea, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa.
Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa. Bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa tunaona muongozo wote tuliokuwa tunamhubiri Roho wa Bwana hapa. Sababu yake ni hii hapa. Mathayo 12:31 mpaka 32. Hii ndio sababu peke yake ambayo inamtakasa Roho Mtakatifu. Katika maandiko yote tuliyoyatoa, hii ndio sababu nuzuu ambayo tunamuona Bwana katika habari ya usafi. Na kama anataka kuja kukaa kwako, uwe na sifa za usafi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuone katika sifa za usafi, si vinginevyo. Katika zile roho ambazo zinamfanya mtu kukumbukwa na Mungu, kuhesabiwa haki, katika Mathayo sura ile ya 5. Heri wenye moyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Heri wenye moyo safi, kwa maana watamuona Mungu. Amen. Sasa Roho Mtakatifu anakaa kwenye kundi hilo. Ili umuone Roho Mtakatifu, moyo wako kwanza usijazwe na shetani. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Uwe safi, utamuona Mungu, utamuona huyu Roho Mtakatifu. Huwezi kwenda mahali usionekane na yeye. Na kama anakuja kwako, basi mwili wako ni hekalu lake, ni nyumba yake. Wewe si chochote. Wewe huna chochote hapo. Tumesoma hapa, mwili wako si chochote, si mali yako, bali ni sehemu ya kazi za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atatumia bodi yako kwa sababu ya kazi zake. Kwa hiyo utakapomkufuru mwana utasamehewa, ukimkufuru baba utasamehewa. Lakini kwa Roho Mtakatifu huwezi kusamehewa, kwa sababu ndiye mwenye kazi ya kukusanya kanisa la Bwana, kulifundisha na kulikumbusha, halafu kulichukua kumpelekea mwenye mali ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akifika pale atasoma wasifu wa kila mmoja wetu, halafu Bwana mwenyewe atahukumu. Sasa ukimkufuru huyo mwaminifu wa Bwana, huyo umeumia katika ulimwengu huu na ule ujao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa ndipo panapomfanya panamtakasa Roho Mtakatifu, na agizo ambalo linasimamia kazi za Roho Mtakatifu unapata katika Mathayo 12:31 mpaka 32. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Je, Roho Mtakatifu anaonekana kwako? Mungu ni mwema kila wakati. Maelezo anasema Roho Mtakatifu anaonekana kwako. Anaonekana vipi? Kwa ule utashi, kwa vitendo. Unaweza ukakirimu. Mungu ni mwema kila wakati. Kama una moyo safi, utaonea huruma mwenzio. Kama una moyo safi, utakwenda kuona kwamba unao wajibu wa kujua jirani yako kalalaje, kaamkaje, maana hujasikia sauti yake asubuhi. Mungu ni mwema kila wakati. Utahusika na kazi za Mungu. Utahusika na lile pendo la Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo anavyoonekana Roho Mtakatifu. Utaitwa mtu yule bwana muungwana bwana. Mtu yule bwana mtu wa Mungu bwana. Yule bwana huwezi kusikia jambo baya hapa, kwa sababu umejipanga. Na Mungu alivyokuona akakupa msaada ule. Na ili uonekane msaada ule ni katika vitendo. Na mwalimu mkuu wa kukuongoza ndio Roho wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lazima utaonekana tu, matendo yataonekana. Kama vile ficha moto, lakini moshi utafanyaje? Utaonekana. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa hiyo tunamuona hivyo. Tazama tena Matendo 1. Ndio. 8. Matendo 1:8 inasema, ndio, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Neno la Bwana. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Unapopokea Roho Mtakatifu, sifa zake ni kukukumbusha ya Mungu.
na wewe ukayahifadhi mambo ya Mungu, unakuwa shahidi automatically. Kama mimi hapa nahubiri nini? Ushahidi wa neno la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafunua hapa habari za Mungu. Ninamfunua hapa Roho Mtakatifu kwenu. Ninamfunua hapa Yesu mwenyewe kwenu. Halafu unabaki wewe kumuelewa. Halafu unakwenda kutumia karama hizo au uwepo huo au uwezo huo kwa faida yako. Na kama una upendo utamgawia na rafiki yako. Bwana, njoo tusali pamoja, njoo tuombe pamoja, ngoja nikuombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndivyo vitu ambavyo vinaonekana kwa watu ambao wamepokea Roho Mtakatifu. Ni waadilifu, watu wenye huruma, watu wanaosimamia habari za utukufu wa Mungu. Hawa wamepokea Roho Mtakatifu. Mungu ni mwema kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko aya ni nyingi sana, hatuna muda nazo. Lakini kadiri unapokuwa unadili na sisi, tutakuwa tukifundisha dini. Na dini maana yake ni aya za Mwenyezi Mungu na tafsiri zake. Mungu ni mwema kila wakati. Tumtazame tena Yohana Mwinjilisti. 16:4-1. 16:4 mpaka 15. Yohana 16 mstari wa 4 mpaka 15 unasema. Sawa. Naomba tutakwenda mstari kwa mstari hapo. Tuna neno twende. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakwepa wapi kwamba ukusikia? Mungu anasoma, ameandika kwa lugha yako. Siku ya Pentekoste watu walinena kwa lugha za watu, kila mtu alisikia. Leo Biblia imeandikwa kwa lugha yako. Sasa utakwepa wapi ukusikia habari za Mungu? Hapa ni Watanzania tunahubiriana kwa lugha yetu. Utakwepa wapi hujasikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya ndio mambo ya kuangalia sana. Msomaji twende. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi? Ndio, hakuna anojua. Ndio maana yake. Twende. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Ndio. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ya Bwana kuondoka ili tupate msaada. Na huo msaada ni Roho wa kweli. Na haya tunayoyahubiri na haya tutakayoyahubiri na maisha yetu ambayo tunayaandaa, yeye ndio anaratibu. Amen. Amen. Unataka kujenga jengo, yeye ndio anaoratibu, lazima akusikie katika sala. Umejenga jengo halijakwisha, yeye ndio anojua wapi pamekwamisha wewe usipate pesa ya kumaliza jengo lako. Unataka watoto, yeye ndio anojua kwamba unataka watoto sasa. Unatakiwa akusikie katika sala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Una shida mbalimbali ambazo zimekushika, yeye ndiye anaosimama na wewe, anataka kusikia. Ukimuita kama msaada ili akufunulie, akuongoze, aseme na wewe, akushike mkono, akutoe katika yale mashimo ambayo umechimbiwa na wabaya, katika nyavu ambayo umetegewa na wabaya. Mungu ni mwema kila wakati. Anataka ajione ana sababu ya kukaa kwako. Anataka afahamu wewe unamfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Hili ndilo neno ambalo limetufanya Kristo lazima aondoke ili aje atukuzwe sasa. Sababu ya kutukuzwa ni Roho Mtakatifu kukaa na watu, kuwaonyesha, kuwafunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haya ndio mambo. Naomba utuishie hapo, tuendelee tena na aya nyingine tukimbize wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama Zaburi ya 138:6-8. Zaburi ya 138:6-8. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza hapo mpendwa. Mwanadamu anasema nini? Anatumaini gani? Ana ufahamu gani? Twende. Zaburi ya 138 mstari wa 6 mpaka wa 8. Inasemaje? Inasema, ingawa Bwana yuko juu, amwona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Sawa. Nijapokwenda kati ya shida, utaniuisha, utanyoosha mkono juu ya hasira ya adui zangu. Ndio. Na mkono wako wa kuume utaniokoa. Sawa. Bwana atanitimilizia mambo yangu,
E Bwana, fadhili zako ni za milele.